Leo mapema hapa garage kuna huyu mzee anafahamika kama 1 na 2. Mzee ni mtata sana kwenye magari mabovu. Hajawahi kushindwa gari lililomzimikia mteja. Huyu kushoto ni msaidizi wake, anafahamika kama Bobby. Huku mzee anazidi kuseti mitambo. Ngoja basi nikaliwashe. Ngoja kwanza, mbona una haraka? Jamaa alikuwa na haraka kutaka kwenda kuwasha gari. Baada ya mzee kupiga spana nyingi, akamtuma Bobby akawashe gari. Jamaa akafika na kufungua mlango na kuingia ndani. Haya, 1, 2, 3 washa. Bobby akatekenya chuma na gari likawaka. Mzee wa 1 na 2. Sasa Bobby akatoka kwenye gari huku anazidi kumpa maua makubwa sana mzee wa 1 na 2. Huyu mzee anafahamika kama 1 na 2 na 3 kwa sababu akitaka kuwasha gari huwa anahesabu hivyo. Basi jamaa akazidi kumwaga maua mengi sana. Wezi amini yani. Ila mzee yupo kimya, maana si kwa uchawa huu. Basi uchawa ukapigwa mwingi sana. Katika mapongezi akatokea na huyu mfanyakazi mwingine. Huyu na yeye anafahamika kama Bobo, ila mawenge ni mengi sana. Inatosha basi. Natumaini nyinyi wote mlikuwa mnaniangalia nini nafanya hapa, si ndio? Ndio bosi, tumejifunza. Mnatakiwa mjifunze, mnajua. Kafanya kama kesho nisivyokuepo. Sasa bosi anawapenda hao wafanyakazi na anataka wahakikishe wanajua kila kitu wanachokifanya. Huku furaha ikizidi kutawala humu garage. Mara mwenye gari naye akatokea na kumsalimia mzee wa 1 na 2. Salama kiongozi. Natumaini gari langu tayari, si ndio? Ndio, unaweza ukatesti hata wewe. Mimi nakuamini. Sasa jamaa akapewa ufunguo na kuchukua gari lake. Mzee anafurahi sana, maana anapendwa sana na wateja wake. Basi mchizi akanachukua gari na kuanza kutoka humu garage, huku akiwapigia honi na kuwaaga hawa mafundi. Ni mikono tu ndio inaopungwa hapa. Sasa wakati mzee anaendelea na yake, akasikia sauti ya kike inamuita. Kugeuka nyuma akamuona ni mtoto wake wa kike. Huyu binti anaitwa Naira. Hapa ana furaha sana baada ya kutoka kwenye sherehe ya kumaliza chuo ambapo alikuwa anasomea mambo ya accountants. Basi mzee ni fulu kumpongeza mtoto wake. Kwa hiyo mimi sasa hivi ni baba wa mwanafunzi aliyomaliza chuo. Baba amejaa na furaha sana. Akaanza kucheza eneo hili. Pia akaanza kuwaita watu wote humu ndani na waje wampongeze mwanae. Mafundi na wenyewe hawakuwa mbali, wakatinga kwenye hii shughuli. Huyu Naira anampenda sana baba yake. Hata baada ya kutoka chuoni, aliamua kumfuata babake garage na kutokwenda nyumbani. Ila hapa mzee anajisifia tu kuwa eti amekuza. Huku nyumbani baba na mwana wapo wanapata chakula. Ila Naira anataka kuchukua samaki wa baba yake. Usiofue, chukua tu mwanangu. Hata hivyo nachukua kidogo, simchukui mkubwa, wewe unaona. Lakini usijali mwanangu, mimi sina shida kuhusiana na hilo. Mzee anamjali sana binti yake. Na inaonesha huyu Naira hana mama. Alafu nimekumbuka. Mbona ukuniambia kuwa kama unakuja? Baba, mimi nilitaka kukusurprise. Au upendi surprise yangu? Hapana, ila nafurahi tu umerudi nyumbani. Kingine masuala ya ada yatakuwa yamepungua tena kwangu. Baba, wewe usiwazi kuhusiana na hilo. Hata hivyo naweza nikawa msaidizi pale garage na tunaweza tukatengeneza hela nyingi tu. Hiyo ni kweli, lakini unajua mimi sikukupeleka shule kwa sababu uje ufanye kazi za garage. Mimi nimekupeleka shule ili usome sana, uje kuwa na matokeo mazuri na upate kazi kubwa ambayo ni nzuri. Sawa baba, hamna shida. Hata hivyo accountant na masuala ya garage mimi sidhani kama kuna utofauti. Naweza nikafanya tu vyote kwa pamoja. Sasa haya maongezi, baba yake na Naira anataka mtoto wake afanye kazi ya kitu alichokisomea na asiweze kuja huku garage kufanya hizo kazi anazofanya baba yake. Lakini Naira anataka kuja garage na anataka kuwa anamsaidia baba yake. Mzee anakuwa hana namna, maana anataka mtoto wake awe na furaha siku zote. Na inaonesha Naira anaishi na baba tu, hana mama. Kesho kama kawaida, mzee yupo kwenye kitengo. Kila spana inaopigwa, gari haliwaki. Mzee anajaribu tena kuweka mambo sawa. Haya, 1, 2, 3, bado ngoma inagoma kuwaka. Bobby na Bobo hawaelewi kitu hapa. Huku mzee maji yamezidi unga, hajui anzie wapi. Ila na huyu mteja, mbona alisema hili gari halina shida? Shangaa na wewe, na gari ndo hili. Kwani wewe kwa kufikiria unadhani tatizo linaweza likawa ni lipi? Nadhani inaweza kawa shida ni mfumo wa umeme, maana kila kitu kipo sawa. Bobby macho anamtoka, haelewi kitu hapa. Hata mimi nadhani huenda ikawa ndo hivyo, kwa sababu kila kitu kipo sawa. Sasa inabidi tumtafute mtu wa umeme aje turekebishie hili gari. Naira anatikisa tu kichwa. Na nyinyi wawili vipi, mna mchango gani hapa? Alichosema Naira ndo nilichokuwa nacho. Embo kaa kimya na uache ujinga. Nilitaka kusema hivyo lakini kaa kimya. Unajua nini bosi? Hapa kama alivyosema, hebu unaweza ukakaa kimya tu. Mzee anakasirika sana. Anaona vijana wanashindwa kumpa mawazo. Wote wanajidai walichotaka kukiongea kimeshasemwa na Naira. Samahani mzee, ni mambo tu ya kujifunza. Kaa kimya. Hebu tazama hata viatu unavyovaa. Unavaa tu kiajabu. Jamaa kabidi angalie viatu vyake. Viatu hata vieleweki, vimeachia kishenzi.
Sasa mnasubiri nini? Hebu nendeni kanitieni fundi wa umeme. Huku Bobo anachanganyikiwa tu. Hebu nenda bwana. Umbavu. Unavyotumwa unakuwa kama ujielewi. Shenzi kabisa. Jamaa anazuga mbele ya Naira aonekane na yeye kama ni mkubwa. Huku tunamwona huyu jamaa anaingia ndani. Huyu jamaa anaitwa Yami. Ana kampuni kubwa sana hapa mjini. Ila humu ndani huwa anaishi na meneja wake ambaye anamsaidia kufanya kazi za ofisini. Wakati jamaa amekaa akamuita huyu meneja. Huyu jamaa anaingia hapa anafahamika kama Sam. Ndio meneja wa Yami ambaye anamsaidia kufanya kazi za ofisini. Ila tu wanaishi pamoja humu ndani. Bosi, vipi sasa maendeleo? Husiana na mahusiano? Ndio. Tumeachana. Meachana? Kwani kimetokea nini? Sasa kumbe huyu Yami huko alikotoka alikuwa kwenye mtoko na mpenzi wake. Ila akamwona mpenzi wake kama na mambo mengi hivi, ikabidi waachane. Ila Sam anamuuliza bosi wake shida ilikuwa ni nini. Basi jamaa akaanza kumuelezea Sam. Jamaa alikuwa anamsubiri mpenzi wake kwenye hoteli moja hivi ya kifahari. Baada ya mpenzi wake kutokea, jamaa alimpokea na kumkaribisha kiti. Kisha na yeye akakaa. Ila shida ikaja, mwanamke yuko busy sana na simu, anajisnapu vya kutosha. Sasa mbona hii hoteli ni ya hadhi ya chini? Hadhi ya chini? Una maana gani? Unajua mimi ni mzuri. Nataka kuolewa na mwanaume ambaye siku ya kwanza tu nikikutana naye basi anijali na kunipatia kila kitu ninachotaka. Sawa. Ila akujali kwa namna gani? Una maana gani yani? Unajua mimi ni mtu wa gharama sana. Kwa hiyo nahitaji matunzo. Hata nywele niliyovaa gharama yake ni shilingi 500,000. Inafurahisha. Lakini sasa kwa nini unavaa vitu vya gharama kiasi hicho? Sasa huyu Yami hakupendezwa na huyu msichana, maana amekuwa ni mtu wa gharama sana. Inafikia hatua anataka kununua hata nywele za milioni 2. Kwa hiyo Yami akaona hawezi kuishi na huyu mdada, akaamua achane naye. Na hapa jamaa alikuwa anamhadisia Sam ambaye ni mfanyakazi wake kwenye kampuni yake. Huku kwa kina Naira, tunamwona Naira anaenda kufungua mlango. Maana kwenye mlango mgeni aligonga sana huu mlango. Naira kufungua hivi, akabaki na butwaa lenye furaha baada ya kumuona huyu jamaa. Huyu jamaa anaitwa Ogei. Ni mtu wa karibu sana wa Naira. Yaani wamekuwa wote, wamesoma pamoja, ila tu chuo ndo kimewatenganisha. Sasa hapa mchizi kaja kumtembelea Naira. Maana ni siku nyingi sana zimepita hawajaonana. Vipi maendeleo lakini? Sio mazuri sana. Kwa nini unasema hivyo? Kwa bahati mbaya nimepoteza kazi yangu. Hii jamani, pole sana. Basi Naira akamkombatia mchizi huku akimfariji. Jamaa akapoa kama mtungi, maana si kwa kufarijiwa hivyo. Huyu Ogei na Naira ni watu ambao wamezoeana sana. Inafikia hatua wanashirikishana mpaka shida zinazowakabili kwenye haya maisha. Umechelewa. Samani baba, nilikuwa na kazi nyumbani. Hapana, ni samani njia moja ya kufanya ufeli. Sasa humu garage mzee alikuwa anamfokia mtoto wake kwa kuchelewa, lakini Naira akamhakikishia babake kuwa hichi kitu hakitajirudia. Basi mapambano ya kazi yakawa yanaendelea, huku mzee akiendelea kurekebisha gari. Wakati taratibu za urekebishaji zinaendelea, mzee akashikwa na maumivu kwenye mgongo na akadondoka chini. Inaonekana mzee alishikwa na ugonjwa wa ghafla. Basi raia wakakimbia eneo hili ili wajaribu kumsaidia. Mtoto wake Naira anafika na mkuta babake upo chini. Basi wakaanza kufanya taratibu za kumwaisha mzee wao hospitalini. Siku chache baadaye mzee alibahatika kupona, lakini Naira akawa anamwambia mzee wake kuwa mzee hatakiwi kujihusisha na garage mpaka afya yake itakapoimarika. Lakini mzee anadai kuwa yupo sawa, maana hii hali huwa inamtokea alafu baadaye anaendelea na majukumu yake. Ila Naira anamkatalia na anamwambia kuwa daktari amesema kwa muda huu mzee anatakiwa pumzike sana. Muda wa chakula, Naira alikuwa anamwandalia chakula baba yake. Basi Naira akamfuata na kumwambia mzee wake chakula tayari. Asante, nitakula nikirudi. Unaenda wapi? Anaenda garage. Garage gani? Kwa hali hii unaenda garage? Kuna dalali anauza gari. Wewe naweza nikapata pesa mara 2. Baba, huwezi kwenda sehemu yote. Yaani huwezi kwenda. Mzee akachoka. Naira, mimi nipo sawa. Baba, haupo sawa. Unatakiwa ukae nyumbani. Sasa Naira akazidi kumzuia babake na akakataa kabisa babake kwenda garage. Huku akimwambia babake kuwa kazi zote za garage atazisimamia yeye. Mzee ikabidi apoe tu, akakubali kukaa nyumbani ili aweze kupata chakula na kupumzisha mwili. Huko garage Naira akawa ametulia zake akisimamia mafundi. Mara kuna chuma inaingia humu ndani ikihitaji na yenyewe kufanyiwa service. Ikabidi Naira aende kuipokea. Sasa kwenye gari anayeshuka alikuwa ni Yami. Jamaa kashuka na kumfuata Naira. Karibu bosi, kuna shida gani nikusaidie? Nahisi kuna kitu hakipo sawa kwenye engine. Basi sawa, fungua bonnet. Jamaa kaenda kufungua bonnet ya gari. Ila Yami kama anaonyesha dharau hivi, haamini huyu Naira kama anaweza kutengeneza hili gari. Basi Naira akafungua bonnet na kuanza kuangalia kama engine ipo sawa. Ila Yami kama muamini hivi, basi Naira kanaendelea kulitengeneza hili gari huku akiwa na msaidizi wake Bobby. Basi jamaa anawachora sana. Baada ya hapo, Naira alimaliza kulitengeneza hili gari na akamwambia jamaa awashe aone kama hiyo shida bado ipo. Baada ya Yami kuwasha, gari likawa liko sawa.
Naona lile tatizo litakuwa limeisha, maana sioni kitu chochote hapa. Naira anatikisa tu kichwa. Kwa hiyo ndo inakuwa ni shingapi hapo? Kabla ya Naira kutaja bei, jamaa akawa anamhesabia vibunda, kisha akamkabidhi Naira. Hapana, hii hela mbona imezidi? Haina shida, ni kwa sababu ya kazi. Wewe chukua tu. Basi Naira akachukua ile pesa, akahesabu pesa anayomdai jamaa, afu ile zidi akamrudishia. Hapana, wewe chukua tu, haina shida. Haya, asante. Basi Naira akamshukuru, afu akataka kuondoka. Ila kama hautokasirika, naomba namba yako. Nimekasirika na sitaki. Unajua ni kwa sababu ya nanilia, ni nimesema sitaki. Au ni kwa sababu umenipa hela? Unaweza kuchukua tu. Hapana. Jamaa aliforce kupata namba, lakini ndo hivyo Naira akakataa. Ikabidi aondoke eneo hili. Sasa sijajua kwa nini jamaa anataka namba. Huku nyumbani, Sam anampa taarifa bosi wake zinazohusiana na ofisi, lakini jamaa yupo mbali sana. Inaonekana Yami bado anamkumbuka Naira. Ila huku kwa kina Naira yupo na baba yake pamoja na Ogei. Ogei anafahamika sana kwa kina Naira na ana ukaribu mkubwa sana na Naira. Huenda hata baadaye wakawa na mahusiano makubwa ya kimapenzi. Maana hapa Ogei kaja kumuona babake na Naira. Sasa palipokucha, Yami kama kawaida yake akawa ametinga garage. Naira anageuka na muona mchizi kafika. Ikabidi anyanyuke na kwenda kumsikiliza. Huku Yami na yeye anashuka kwenye gari. Gari lina shida au? Hapana, nimekuja hapa tu kwa ajili ya kuongea na wewe. Embo angalia haya mazingira. Hii ni sehemu ya kutengenezea magari na sio sehemu ya kuongea. Sawa, nimekuelewa, lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Naira akawa tayari kumsikiliza. Samahani, nimetokewa kuvutiwa na wewe. Naira akacheka kwa dharau. Sasa Naira akamchomolea mchizi na kumwambia kuwa kamuona kwa siku moja tu, alafu leo anataka kujidai kavutiwa naye. Kwa hiyo Naira akamwambia jamaa aondoke, maana ana kazi nyingi za kufanya hapa. Mchizi kawa hana budi, ikabidi aondoke. Baadaye Naira alikuwa na Ogei, akawa anamhadisia kwa kuna mtu anamfuatafuata sana ofisini, huku akimpa pesa na kulazimisha muongeze naye. Jamaa na yeye akawa anampondea tu huyo jamaa, japokuwa hamjui, maana mchizi naye yupo kwenye harakati hizo za kutafuta tunda. Sasa kesho palipokucha, Yami alikuwa anajiandaa zake atoke. Basi jamaa akataka kumuuliza swali Sam. Niulize tu, hakuna shida. Hivi unawezaje kumbembeleza msichana ambaye hataki kubembelezeka? Bosi, unataka niwe mshauri wa mahusiano yako au? Ndiyo, natamani iwe hivyo, kwa sababu kuna kitu nafanya. Sasa kwa swali lako bosi, kama mtu hataki kubembelezeka, mimi naona haina haja ya wewe kumbembeleza. Una maana gani? Yani wewe kuwa tu mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida. Jamaa kaitafakari sana hii kauli. Sasa huku garage, Naira alikuwa ametulia zake huku akipiga kazi. Mara Yami akaingia. Naira anageuka nyuma, anamuona Yami. Naira akachoka. Hakutegemea tena kama ujamaa atarudi. Huku jamaa anashuka kwenye gari na Naira ikabidi anyanyuke hivyo na kwenda kumsikiliza jamaa. Huku akilalamika kuwa hii sio sehemu ya maongezi. Sawa, lakini samahani, naomba maongezi madogo tu. Kuongea na mimi kuhusiana na nini? Nimekuja hapa naomba niwe rafiki yako. Rafiki? Kwa kuniona tu? Naira anachoka. Au kwa sababu ulinipa pesa ndio maana unaongea hivyo? Hapana, najua nilifanya makosa mwanzoni. Sasa jamaa akaanza kujitetea sana kuwa hana nia ya kumpatia pesa ili wawe marafiki, ila anahitaji tu urafiki wa kawaida. Lakini nimegundua watu wengi hawataki kuwa na urafiki na mimi kwa sababu mimi ni dereva. Maneno haya yakamgusa Naira. Lakini sio mbaya, ngoja tu niondoke kwa sababu mimi ni dereva, siwezi kuwa na urafiki. Hapana, usiondoke, subiri kwanza. Naomba unisamehe. Sasa Naira akaanza kumuomba msamaha jamaa. Naira alikuwa anamhisi vibaya Yami. Alihisi labda mchizi ana nia mbaya kwake. Lakini jamaa anajitetea kuwa yeye anataka urafiki tu. Basi Yami akamwomba mkono Naira. Naira akumnyima jamaa, akampatia mkono wake. Basi urafiki wao ndo kaanzia hapa. Ila Naira anamchukulia jamaa kama rafiki. Ila bado tujajua mipango ya Yami kwa Naira. Bosi, naam. Huku nyumbani, Yami alikuwa na mawazo sana kwa kile kilichotokea leo mchana. Akaamua mshirikishe rafiki yake Sam. Kwani ni kitu gani ambacho nataka uniambie? Nadhani nimempata mke wa maisha yangu. Sawa bosi, lakini unaonaje tumalizie hata hii kazi kwanza? Jamaa amesahau hata majukumu yake ya ofisi. Anamwaza tu Naira. Kesho tena garage, Yami kama kawaida akafika na akawa anapiga story na Naira. Hivi mbona huyu dereva kamganda sana Naira? Haoni kama hata endani naye? Sasa huku nyuma, Bobo alikuwa anaumia sana kumuona Naira yupo na Yami na anamchukulia Yami kama dereva tu wa kawaida. Himbo acha wivu. Uone kama wanaendana? Yaani huyu dereva wa kawaida ndo aje endane na huyu boss? Chizi anaona wivu sana yani. Atamani ataende kuharibu. Basi ukaribu wa Yami na Naira ukazidi kukua sana. Ikafikia hatua jamaa kana msaidia mpaka kazi. Muda ukaenda nyumbani, Naira alikuwa kwenye gari la jamaa, huko akichezea kigari. Unaweza ukakichukua kama umekipenda. Umuogopi bosi wako? Bosi wangu ni mtu mzuri tu.
hata kama ni mtu mzuri, hatutakiwi kumkosea. Sasa kupitia hichi kigari, Naira akana mwadisia jamaa kuwa baba yake zamani alikuwa anamfundisha sana nyimbo mbalimbali, huku ikihusiana na hutu magari. Baada ya kumaliza kumwadisia, akamwambia kuwa anataka kwenda nyumbani, maana mzee yuko mwenyewe. Basi ngoja nikupeleke. Hapana, vipi kama bosi wako akihitaji gari? Hawezi kuhitaji kwa sasa hivi. Naira akakataa, akamwambia tu asifanye hicho kitu ili asije akamuumiza bosi wake. Naira ajui kama huyu jamaa ndo gari lake, maana jamaa alimdanganya Naira kuwa yeye ni dereva. Basi Naira akashuka kwenye gari na kumuaga jamaa. Mida ya usiku, Naira alikuwa anamhudumia baba yake huku akiwa anampatia chakula. Walipokucha, Ogei na Naira walikuwa wanatoka huko juu, ambapo Ogei alikuja kumuona baba yake na Naira. Lakini Naira anamshukuru Ogei kwa kumletea matunda mzee wake. Haina haja ya wewe kunishukuru kwa sababu baba yako ni kama baba yangu. Mzee wa 1 na 2 ni mzee wangu na sio baba yako. Sawa, ni wa kwangu peke yangu. Jamaa akapoa kidogo. Mbona unaniangalia kwa jicho hilo? Naira, kuna kitu nataka nikwambie. Naira akasogea ili asikie ni kitu gani hicho. Lakini nakuomba nikwambie kesho. Hapana, niambie sasa hivi. Sasa jamaa kuna kitu anataka kumfungukia Naira, lakini akashindwa na akamwahidi atamwambia kesho. Basi Naira akamsikiliza msela na akamwacha. Baadaye huku garage, Naira alikuwa ametulia zake huku akimpigia simu baba yake. Akapiga simu nyingi sana kwa mzee, lakini mzee alikuwa ukoti simu. Baada ya kuona mzee wake ukoti simu, akaamua kuondoka. Kabla hajaondoka, akawaachia kina Bobby maagizo kuwa yeye anaenda nyumbani, lakini kazi zote za humu ndani wahakikisha wanazifanya. Basi akaondoka zake. Kitendo tu cha Naira kuondoka, Yami na yeye akawa anaingia humu garage. Lakini Bobo hampendi huyu jamaa, ila Bobby yeye anamkubali sana. Huku anakubali kumsalimia. Bobby anamuuliza jamaa kama imekuja kubadilisha tairi au kitu chochote kwenye gari. Ila msela anasema hapana, hawezi kuja kubadilisha, kaja kumwangalia Naira. Oya, kama vipi tembea tu, Naira na yeye hayupo. Bobby amkubali Yami, anamuona kama dereva tu. Usijali kiongozi, huyu jamaa hana akili vizuri. Bobby yeye akawa anafukia tu ili jamaa asijisikie vibaya. Basi baada ya Yami kupewa taarifa Naira kuwa hayupo, akaamua kuondoka zake. Ila Bobby anamcheka sana jamaa. Anamuona anavimba kumbe ni dereva. Huku nyumbani, Naira anamkuta baba yake yupo chini. Inaonekana mzee alizidiwa na kudondoka. Basi Naira akachukua simu haraka na akampigia Ogei. Ila huku Ogei alikuwa amekuja kupokea keki, maana jamaa alipanga kabisa siku ya leo kuna kitu alitaka kumwambia Naira. Pia huyu jamaa aliamua kufanya kazi ya driver taxi baada ya kukosa kazi. Wakati bado hapo anajipanga, akashangaa anapigiwa simu na Naira. Naira akamtaka aende nyumbani haraka sana, maana mzee wake kazidiwa. Lakini huku baadaye Yami alirudi tena garage ili aweze kuonana na Naira. Lakini kwa bahati mbaya akaambiwa bado Naira hajaja, maana mzee wake kazidiwa. Basi jamaa akajaribu kuomba namba ya simu. Bobby akawa anampatia namba ya simu. Basi Bobo akaona wivu, akanyanyuka na kukataa. Eti inakuaje wanatoa namba kwa mtu mgeni? Jamaa akazidi kujitetea, lakini Bobo akagoma. Msela akaona sio shida, akarudi kwenye gari na kuchukua kibunda, alafu akafika na kumpatia Bobo. Bobo akajikuta anafunga tu mdomo. Basi Bobby akaanza kumtajia namba ya Naira Yami, maana kiwingu cha Bobo kilikuwa kimeshatoka. Baada ya hapo jamaa akamshukuru sana Bobby. Basi jamaa akaanza kumpigia simu sana, lakini Naira akawa hapokei. Jamaa akaona sio shida, akawaambia washikaji kuwa kuna zawadi kamletea Naira. Kisha akachukua kigari na kumpatia Bobo. Bobo akaanza kumcheka sana. Eti wanaume wengine wanaonga magari ila yeye anaonga midori. Ila Bobby akakichukua kile kigari na akamwambia kuwa jamaa atamfikishia Naira. Basi jamaa akawashukuru tu na kuondoka zake. Ila alikuwa anamkata sana jicho Bobo. Anammendea tu aje ajaye kwenye 18. Usiku jamaa anapiga simu nyingi kwa Naira, lakini Naira haokoti simu. Ila huku Naira anashtuka amelala miguuni mwa Ogei. Basi akanyanyuka na kumwamsha jamaa. Basi Naira akamwambia jamaa kuwa anajisi kachoka na hawezi kuendelea kulala hapa. Sasa Naira akamuonesha Ogei chumba cha kulala. Kisha naye akamwambia kuwa anaenda kulala chumbani mwake. Lakini jamaa akakataa, akamwambia kama ingependeza wangelala hapa. Ila Naira anasema amechoka na anataka kwenda kupumzika kwenye kitanda. Basi akanyanyuka na kuondoka. Mchizi akawa mgumu, akajidai yeye analala kwenye kochi. Kesho huku garage, Yami kama kawaida amefika kwa ajili ya kumtafuta Naira. Ila cha ajabu leo garage hakuna mtu hata mmoja. Akaamua arudi zake nyumbani. Huku nyumbani, jamaa anakutana na meneja wake. Kisha meneja anamwambia kuwa kuna kikao na ana muda mchache wa kujiandaa, maana ndege inaondoka saa 10 jioni. Basi jamaa akaingia chumbani mwake na kujiandaa. Basi akatoka na kumsubiria dereva. Ila huku Gei bado anazidisha ukarimu kwa Naira, anampelekea mpaka chakula hospitalini, huku akizidi kumfariji kuwa mzee atakuwa sawa. Kesho palipokucha, Bobby na Bobo walikuwa wameenda kumtembelea Naira. Katika story wakawa wanamuulizia afya ya baba. Ila Naira akawaelezea kuwa baba yake anaendelea vizuri na wameshatoka hospitalini. Basi jamaa akamwambia kuwa Yami alikuwa anamtafuta sana, hii akamwachia zawadi ya gari. Basi Bobby akawa anachukua kile kigari na kumpatia Naira. Naira akafurahi, pia akawauliza kama walikuwa na namba zake. Lakini Bobby akamwambia kuwa walimpatia namba yake. Usiku, Naira alikuwa anachezea kile kigari kwenye mwili wa baba yake. Akacheza sana usiku huu. Maana baba yake alikuwa anamfundisha wimbo na kumnunuliaga hutu tu magari.
Kesho mapema Naira akawa anaelekea ofisini. Kwa nyuma huku Yami akawa anatokea na gari. Akapiga honi nyingi baada ya kumuona. Naira aliposimama akashangaa kuona gari. Jamaa akashuka na mapepe akaenda kumkumbatia Naira. Nimekukumbuka sana. Samahani lakini nimekukumbuka eti. Basi Yami akaanza kuelezea shida zote alizokutana nazo. Anampigia simu apokei, anaenda garage ya mkuti. Baada ya hapo jamaa akamwomba kuondoka naye. Naira akakataa, akakubali. Sasa wakati wanaondoka jamaa akafika na kumfungulia mlango. Msela kadata sana kwa Naira. Humu kwenye gari jamaa akamwomba Naira kama vipi watoke, waenda hata sehemu moja wapate chakula kwa ajili ya maongezi. Basi usiku huu Yami alikuwa na Naira huku akila chakula cha gharama sana. Hivi kwa nini umenunua chakula hiki cha gharama? Uone kama unaingia hasara. Hapana, hamna shida, wewe hata usijali. Naira anamuonea huruma jamaa. Anaona anachoma pesa nyingi wakati yeye ni dereva. Samahani, naomba nikuulize swali Naira. Niulize. Nani ni mpenzi wako? Kwa nini sasa? Alafu mbona wanaume wengi mnaniuliza hili swali? Wewe usijali, mimi nimekuuliza tu, sina ubaya wowote ule. Basi sawa, nitakujibu. Lakini naomba unijibu wewe kwanza. Lakini mimi ndo nimekuuliza wa kwanza. Haina shida, lakini nijibu wewe. Wewe mpenzi wako ni nani? Kwa kuwa umeniuliza, basi mimi nitakujibu. Mimi napenda msichana mkweli kama wewe. Naira akashtuka, akaendelea kunywa na juisi. Maana apendaji hizi story. Basi ukaribu kakuwa mkubwa sana. Usiku na wenyewe haukuacha hivi hivi. Simu zikawa zinaita kwa kila mmoja. Ni full ma story tu. Sasa kesho Ogei alikuwa ametoka na Naira. Wapo wanatembea zao. Jamaa akafika mpaka kwenye gari lake na akawa anamfungulia mlango Naira. Kitendo tu cha Naira kutaka kuingia kwenye gari, akatokea huyu dada muuza keki. Huyu dada muuza keki akaanza kumuuliza Ogei mbona akuja kuchukua ile keki. Kwa akaanza kulopoka yani. Kumbe Ogei alimfuata huyu dada na akamwambia kuwa mtengenezee keki kwa ajili ya mpenzi wake. Pasipo kujua hiyo keki alikuwa anampelekea Naira. Humo kwenye gari Naira akawa anamcheka jamaa. Maana aliona jamaa kama kaibishwa hivi. Isitoshe Naira na Ogei ni watu wa matani. Lakini Naira hajui kama ile keki ndio ilikuwa inakuja kwake. Yeye Naira akawa anajua jamaa anampelekea tu mpenzi wake. Walipofika nyumbani, Naira akawa anashuka kwenye gari. Ila Ogei kanuna mbaya mbovu. Basi ikabidi Naira amuulize jamaa kuwa shida ni nini. Jamaa kwenye kujitetea akamwambia Naira kuwa anampenda. Na amempenda tangia wakiwa na miaka 16. Inaonekana mapenzi ya huyu jamaa yalianzia udogoni sana. Pia jamaa akamkumbushia Naira kuwa alishawahi kumkiss. Kwa hiyo ndo akawa sababu ya yeye kumpenda. Ila Naira anaona hivi vitu ni vipya. Na anamwambia kwa nini akumwambia mapema. Lakini akaona sio shida. Akamfariji jamaa. Kisha akaingia zake ndani. Humu ndani Naira anamkuta babake anachezea kile kigari alichopewa na Yami. Basi Naira akazidi kufurahi. Baada ya kumuona babake kaamka na kaja sebleni. Ila palipokucha Yami na yeye alikuja kumtembelea babake na Naira. Kanampa pole nyingi sana. Mzee anamshukuru sana Yami na anamuona ni kijana mwenye nidhamu. Basi jamaa akawa anataka kuondoka. Hivyo akawa anamwaga babake na Naira. Basi Naira akamwomba babake ruhusa ili amsindikize Yami. Basi Yami na Naira wakawa wanatoka nje. Huku nje Naira akawa anamshukuru jamaa, maana hakutegemea kama anaweza kuja. Naira anahisi labda jamaa bosi wake anambana sana. Kumbe bosi ndio yeye yani. Basi wakati Naira anataka kushuka chini, jamaa akamvuta mkono. Naira anamshangaa jamaa. Naira, nakupenda. Baba anaweza kasikia, baba anaweza kasikia. Naira anakosa la kujibu. Jamaa amemfungukia Naira kuwa anampenda. Ila Naira anakosa tu majibu. Anabaki kumshukuru jamaa kwa kuja. Basi jamaa akashuka chini na kuondoka zake. Kesho palipokucha, Ogei alikuja kumtembelea Naira. Huku akiwa anamuulizia babake na Naira. Umekuja kwa sababu ya baba lakini baba hayupo. Sasa wakati Ogei bado anaendelea kuongea, Yami na yeye akatokea na kumuita Ogei. Samahani, habari sasa hizi boss? Salama, vipi unafanyaje hapa? Naira anashangaa, vipi tena? Boss, mimi nimekuja hapa kwa sababu Naira ni rafiki yangu. Vipi kuhusiana na wewe, mbona upo huko? Hata mimi nimekuja hapa kwa sababu ya Naira. Naira akashangaa, kipi kinaendelea hapa? Alafu Ogei, mbona umemuita huyu boss? Lilikuwa ni swali zito kwa hawa washikaji. Sasa sijajua washikaji wamejuanaje. Ndio jamaa akaanza kuelezea sasa. Kuna siku alipigiwa simu ampeleke mteja airport. Huyo jamaa akavimba mpaka kwa mteja. Kufika huku ndani, jamaa anayempeleka airport kumbe alikuwa ni Yami. Basi jamaa akatenda wajibu wake vyema. Humu kwenye gari, Yami aliupenda sana udereva wa Ogei. Katika story, Yami alikuwa anamsifia sana. Kisha akamuuliza jamaa alisomea nini, maana yuko makini vibaya sana. Ila mchizi akadai alisomea mambo ya business administration, yani biashara eti. Sasa Yami akamuonea huruma huyu jamaa na akamwambia atampatia kazi kama meneja wake, maana Samu yupo karibu kusafiri. Huyo jamaa afanye juu chini atume maombi kwenye kampuni yake. Msela alimshukuru sana, ndio chanzo cha yeye kumjua kama bosi wake. Naira baada ya kujua huo ukweli, akakasirika na kuondoka eneo hili. Jamaa akawa anamfuata na kumbembeleza, ila Naira akakasirika sana. Hebu niache, umekuja kwangu na kunidanganya wewe ni dereva. Kwa nini ukusema wewe ni nani? Sawa, lakini mimi bado ni dereva. Unaendelea tena kudanganya. Samahani, lakini nimefanya hivyo kuwa karibu yako. Uongo sio sababu ya kumfanya mtu awe karibu yako.
Jamaa akapiga misamaha mingi, lakini Naira akawa ameshakasirika, akaondoka zake. Mchizi akawa anajiraumu vibaya. Sasa jamaa akaja amepaniki sana hapa. Ogei anamuuliza shida nini? Chukua ufunguo na nipeleke nyumbani. Ogei akachukua ufunguo. Ogei bado hajapata kazi kwa jamaa, lakini alituma maombi ya kazi. Basi wakawasha gari na kuondoka. Sasa wakati gari linaondoka, Bobi akawa anatokeza huku akiwa haamini anachokiona. Hivi Bobi, umeona nilichokiona mimi au? Bwana sijaona bwana, hebu nieleweshe shida ni nini? Si yule jamaa ambaye anajiita Yami, ambaye anakujaga hapa. Jamaa anaikujaga hapa. Mbona una kumbukumbu? Sina kumbukumbu. Kwa nini sina kumbukumbu? Sasa hawa washikaji wakagundua kuwa yule jamaa ni bosi. Na Bobo akaanza kujutia makosa yake baada ya kugundua alikuwa na mdharau Yami. Kumbe Yami ni bosi. Lakini nishakwambia ndugu yangu, ukiwa level za chini, sio kila mtu unamwona naye yupo chini. Wewe ukiwa mtu uko chini, jaribu kuwainua watu juu. Umeniambia Naira ni rafiki yako? Ndio bosi, ni rafiki yangu. Urafiki wenu una muda gani? Ni muda sana, maana tumekuwa pamoja. Haya sawa, vipi ulituma maombi ya kazi kwenye email ya ofisi? Ndio bosi, nilituma maombi kwenye email na nikaambiwa kuwa niwe tayari muda wote naweza nikapata kazi. Haya sawa. Sasa kazi yako wewe inaanza leo. Na wewe utakuwa ni msaidizi wangu au meneja wangu. Na kazi yako utakuwa unafanya kila kitu ambacho mimi natakiwa nikifanye ili uweze kunirahisishia kazi. Sawa bosi. Na kazi yako ya kwanza unatakiwa uende na ukamshawishi Naira kuwa mimi ni mtu mzuri. Sawa bosi, nitafanya hivyo. Inakubidi ufanye hivyo kwa sababu mimi nampenda Naira na nataka nimuoe. Jamaa akamfungukia Ogei ukweli bila kujua Ogei naye anampenda Naira. Sasa sijui kazi itakuwaje, maana Ogei naye anampenda Naira tena sana yani. Ushamuona bosi wangu, wewe nyinyi wawili ni wapenzi? Sio hivyo unavyomaanisha wewe. Na mimi sijafanya kitu chochote na bosi wako. Mbona hiki kitu hakiniingia akilini? Kweli tena, mimi sijafanya chochote na wewe bosi wako. Japo tushatoka out, tukaenda sehemu tukala, nishafanya mambo mengi lakini mimi sijamjibu chochote. Naira, naomba nikuulize kitu. Je, wewe unampenda Ogei? Unajua hali nilionayo sasa hivi. Kwa hiyo naomba tusiongelee haya mambo na kwa kama anavurugika hivi. Kesho palipokucha, Naira alikuwa ametulia zake ndani. Ila huku mlangoni kuna mtu alikuwa anapiga hodi. Basi Naira akamkaribisha. Ila anayeingia huko ndani alikuwa ni Yami. Yami bado amekuja kuomba msamaha. Akajitahidi kumuomba msamaha Naira, lakini Naira akakataa na kumfukuza. Basi jamaa anatoka ndani na hasira. Akafika huku nje, akamuomba ufunguo wa gari Obei. Bosi, ndio umenifukuza? Hapana, nachotaka wewe ubaki hapa na ukambembeleze Naira. Mwambie kuwa mimi ni mtu mwema na sinifikirie vibaya. Jamaa anampa kibarua kizito Ogei, maana Ogei naye anampenda Naira. Basi mchizi akachukua ufunguo na kutoka. Ila hapa Ogei akawa anaingia ndani kufanya kazi aliyopewa. Humu ndani jamaa kana muelewesha Naira. Naira, naomba unisikilize. Anaomba kuongea na wewe, wewe msikilize. Na amenituma nimuombe msamaha. Lakini ni muongo. Sasa mimi nawezaje kufanya hivyo? Alafu uliniambia unanipenda. Ndio nakupenda, lakini najua wewe unipendi mimi. Kwani nani kasema hakupendi? Mchizi akapoa kidogo. Ngoja nikwambie ukweli. Kusema ukweli mimi nakupenda. Sasa Naira akamfungukia jamaa kuwa anampenda. Mchizi akafurahi sana, maana alihangaika sana siku nyingi. Vifua na venyewe havikuwa mbali, wakakumbatiana. Bosi, nimejaribu kadri niwezavyo, lakini nachotaka niseme kuwa upendo sio nguvu. Upendo ni hisia, na ukilazimisha mapendo basi huwa ni ugomvi. Jamaa akamchana ukweli Yami kuwa hategemei kama Naira atakuja kumpenda. Jamaa akaumia tu, ila akajikaza kiume, akanyanyuka na kuondoka zake. Ila huku Naira bado ni mtu wa mawazo. Jamaa anaingia na kwenda kumfariji Naira. Ni mapenzi tu yameshaanza kukua humu ndani. Ila katika story Naira anamuulizia Yami, ila mchizi anasema leo hajaongea naye. Naira akapoa sana. Mpaka jamaa anamuuliza shida ni nini. Ila Naira anajidai tu yupo sawa. Ila huku Yami anapitia kazi anazofanya Ogei. Yami anamsifia sana jamaa kuwa Ogei anafanya kazi vizuri. Inaonesha Yami kaamua kuachia ngazi kwa Naira. Basi baada ya jamaa kupewa pongezi kwenye kazi zake, akawa anaondoka. Ile kitendo tu anasimama na kutaka kutoka, Yami akamuita na kumuuliza kuhusiana na maendeleo ya Naira. Ila mchizi akadai kuwa Naira yuko sawa, na jamaa akasema kuwa alitaka kujua tu hivyo. Kisha akamruhusu jamaa aondoke. Ila hapa Yami bado ana mawazo, huku akizidi kuchezea kile kigari alichokuwa anachezea Naira. Hii ndio inaitwa mapenzi si pesa, ila upendo hujifichi yani. Huku tena kwa Naira, yupo anashuka ngazi huku akichezea kile kigari alichopewa na Yami. Ogei anafika na kumuita Naira, ila Naira hamsikii. Ogei akamuita kwa nguvu mpaka Naira akashtuka. Mpaka Ogei kana muuliza kama Naira yupo sawa. Ndio, nipo sawa. Vipi kuhusiana na wewe? Mimi nipo sawa tu. Vipi kuhusiana na bosi wako? Bosi wangu nani, Yami? Ndio. Anaye yupo sawa tu. Hivi hakupagi kazi ngumu? Hapana, amekuwa ni mtu mwema sana kwangu.
Basi baada ya jamaa kujibu hivyo, akanachukua mikono ya Naira na kutaka kumkisi. Ila Naira akaogopa. Sasa jamaa akaanza kukasirika. Kwa nini Naira hataki kupokea busu? Ila Naira analalamika kuwa kumpenda na mpenda sana. Ila sasa waliishi kama kaka na dada. Kwa hiyo anashindwa kumchukulia kama mpenzi, ila anampenda kama kaka yake. Jamaa akakasirika sana. Ila Naira naye akamwambia kuwa mapenzi hayalazimishwi, wala mapenzi sio vita. Na anaomba wasiwe na ugomvi tu. Mchizi aamini sana kinachotokea. Basi ikabidi akubali tu huku akiondoka kinyonge. Huku Naira akabaki anachezea kigari alichopewa na Yami. Kesho palipokucha, Yami alikuwa ametulia zake huku akiangalia TV. Mara akasikia anagongewa hodi. Ile kumkaribisha akaingia Ogei. Ogei akamwambia Yami kuwa kaja hapa na mgeni ambaye anataka kuongea naye. Basi Naira akaingia ndani. Mchizi akashindwa hata cha kuongea. Ila huko Ogei akatoka nje. Ogei aliamua kuachia haya mahusiano, maana ameshamuona Naira hana hisia juu yake. Inaonekana Ogei alishindwa kukaanga hai kipindi wako wadogo. Leo kifaranga kimetoka ndo hivyo hana chake. Hapa jamaa akanamwambia Naira kuwa anampenda. Ila hata Naira akashindwa kuficha hisia zake. Akamkubalia mchizi. Na huu ndo mwisho wa hii movie. Hii movie inajulikana kama My Version of Love. Mimi ni